Karibuni tena katika kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, na kinakuja moja kwa moja kutoka katika studio zetu za hapa Columbia, South Carolina pamoja na kule Washington DC. Mimi ni yule tu mtangazaji wenu wa siku zote, Dr. Patrick Nigula wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Katika siku hii ya leo tunajadili yale yaliyotokea katika nchi yetu ya Tanzania, na kwa kifupi sana tutazungumzia kwa muhtasari. Kwanza, mwaka jana mwezi wa 12 nilizungumza, nitaonyesheni video kwanza, alafu video hizi au mazungumzo haya ambayo nayafanya sasa hivi nitazungumzia Watanzania wana react vipi kuhusiana na hii tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wajumbe, mwenyekiti na makamu mwenyekiti Ibrahim Juma pamoja na mwenyekiti wa hiyo tume Judge Othman Chande, jinsi ambavyo watu wamepokea ripoti yenyewe, na nitaangalia si kwa undani sana, lakini nitajaribu tu kutoa na mimi maoni yangu juu ya Watanzania wako katika, ukiwapima joto liko katika temperature kiasi gani. Alafu nitamalizia kwa muhtasari tu wa kitu gani kinaweza kikatokea dhidi ya hawa Tanzania na kitu gani kinaweza kikafanywa tena na hii serikali ambayo imejiweka madarakani kinyume na taratibu ya katiba walioitengeneza wao, utamaduni, taratibu pamoja na mfumo mzima wa uchaguzi ambao wao wenyewe hawaufuati, wanauvuruga. Kwa hiyo tega masikio, tarudi upande wa pili baada ya kucheza hii video ili niweze kuwaelezea kwa muhtasari na kwa undani kidogo jinsi ya maono ya Watanzania na tunaelekea wapi, na Chadema nayo imeanza kazi za kisiasa hapo Tanzania. American Swahili News na Swahili Villa Online TV katika siku hii ya leo ya Jumamosi, ambapo tunajua kwamba Tanzania ni Jumamosi jioni na imeshafikia mida ya watu kwenda kupumzika, kujipanga na kwenda katika, kwa wale wa Kristo, kwenda kwenye nyumba za ibada Jumapili makanisani na kuliombea taifa letu la Tanzania ambalo linapitia katika kipindi kigumu kweli katika mwaka huu 2025, ambapo tunakwenda kumaliza kuingia mwaka 2026. Ni mwaka ambao katika kalenda, kama nilivyozungumza katika vipindi vyetu vya nyuma, ni kalenda katika matukio ya kuchagua viongozi, yani kuwepo kwa uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ukifuatilia katika matukio yaliyotokea katika siku za nyuma, kuanzia mwezi wa 10 wa mwaka huu 2025, kuanzia tarehe 29 mpaka hapa tulipofikia, kuna matukio mbalimbali, hususan matukio ya vurugu, fujo na kutokufanyika kabisa uchaguzi mkuu wa kuchagua madiwani, wabunge pamoja na rais. Lakini tumeona wenzetu ambao walikuweko madarakani katika kipindi hiki kabla cha uchaguzi, ya kwamba walikwenda kujitangaza wenyewe kwa kutumia hiki kitu kinaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hapo Tanzania, na kulitokea fujo pamoja na kitu ambacho hakijawahi kutokea katika historia ya Tanzania. Ni mauaji makubwa kabisa yaliyofanywa dhidi ya raia wa Tanzania na vyombo vya ulinzi na usalama hapo Tanzania. Tukisema vyombo vya ulinzi na usalama Tanzania, tuna maana ya Jeshi la Polisi, Jeshi la Wananchi wa Tanzania, TC na vyombo vingine ambavyo vimeundwa na serikali hii, ambavyo vinasema au vinajulikana ya kwamba watu wasiojulikana. Sasa katika makala hii ya leo tunaangazia zaidi katika tunaelekea vipi kuumaliza mwaka huu
wa 2025 kuelekea 2026, wakati kuna maswali mengi lakini hatuna majibu dhidi ya hiki kituo ambacho kinaitwa uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwaka huu wa 2025. Tumeshuhudia wenyewe Watanzania na Watanzania waliokuwa ndani na nje ya Tanzania, picha pamoja na video ambazo zimesambaa na kuzagaa ulimwengu mzima. Tumeshuhudia wenyewe mataifa makubwa duniani, hususan Jumuiya ya Ulaya kuweka matamko, kutoa matamko na kuiomba serikali ya Tanzania kurudia uchaguzi, au la sha utaelekea uwekwaji wa vikwazo dhidi ya serikali hii ya Ram ambayo imejiweka madarakani kwa kupitia mtutu wa bunduki pamoja na risasi. Tumesoma na kuyaona matamko ya mataifa makubwa, hususan taifa hili la hapa Marekani. Kwa hiyo American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, katika kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, tutawaleteeni makala au tunawatayarishieni makala ya kuumaliza mwaka huu wa 2025 kwenda mwaka 2026, ambao unaangazia na kufuatilia matukio yote muhimu ambayo yametufikisha hapa tulipo, na serikali hii dhalimu iliyojiweka madarakani inaleta majibu gani dhidi ya raia wa Tanzania ambao wamezoea kuishi katika misingi ya haki pamoja na amani. Neno haki hatulisikii kabisa likizungumzwa na viongozi hao wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia rais mwenyewe huyu aliyejiweka madarakani na viongozi wote wa kitaifa katika serikali hii ya Chama cha Mapinduzi, bali tunasikia amani. Sasa je, neno haki hili halipo katika misamiati ya lugha yao kama ukiwa mwanachama wa CCM au mtu ambaye unataka kupata nafasi ya uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi? Kwa hiyo basi, tegeni masikio katika kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, ambacho kinakuja 11:45 kutoka katika American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, moja kwa moja kutoka katika studio zetu hapa Columbia, South Carolina. Okay. Kwanza tu nianze tu kwa kusema kwamba nilifanya mazungumzo mwaka jana mwezi wa 12 kuangalia, ilikuwa mwezi wa 12 mwaka 2025. Kama ulivyoona hicho kipande cha hiyo video, ni kwamba nilizungumzia matukio yaliyotokea baada ya uchaguzi uliofanyika nafikiri ilikuwa ni tarehe 29, yale matukio ya mauaji mwezi wa 10 mwaka 2025 Tanzania, baada tu ya zoezi la uchaguzi kuanza. Watanzania waliingia barabarani wakauawa. Sasa nikawa nazungumzia kwamba tunakwenda mwaka 2026. Sasa tuone hawa watu waliojiingiza madarakani kwa kupitia uchaguzi ambao ulikuwa si halali, ambao kutambulika, watafanya kitu gani kujirekebisha. Walikwenda wakatengeneza tume kapewa miezi 3, na sasa hivi tuko mwezi wa 4, unakwenda mwezi wa 5, wametoa ripoti na tume yenyewe imekuja na findings, wazungu wanasema matokeo, na wanakanusha kutokuwepo na mauaji yaliyofanywa na askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kwa Tanzania katika karne hii ya 21. Katika video tulizoziona, kama nilivyozungumza mwanzo, ulivyonisikia, na viashiria vyote. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia ni kitu gani kitakachotokea baadaye.